Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Kindly, if you haven't subscribed to my YouTube channel, kindly do so. And to those who are already subscribed to my YouTube channel, thank you so much. For today, today I'm going to cook a half biryani using my own method. So if anything I will do here, kindly guys don't judge me because I'm using what I have. And it's not a full biryani, it's kind of biryani. Something similar to biryani, okay guys? So don't judge like you start telling me, oh, you didn't put this, you don't know how to cook, but I'm doing for my own way, okay guys? So let us just agree up to this point. So I'm going to talk in Swahili. I'm sorry guys to those who don't understand Swahili. I just want to be more audible and also comfortable while I'm talking. So guys, I'm sorry to those people who don't understand Swahili. Yes, I'm going to use specific Swahili. Yeah, so anything that you just watch because I'm not going to explain the whole video what about spices and about everything that I will put, but I have the main reason of this video. I just wanted to come here and to talk to my fellow people about traveling and about if you are looking like for a jobs or you're searching for opportunities for jobs. I just want to explain something about that. So guys, if you watch just the video and see some things that I'm going to use on this biryani, so keep it up and watch it, keep it locked and enjoy the video, okay guys? Thank you so much. Then so wadau, mimi naenda kuongea kuhusu jinsi yani namna nzuri kwa mimi ninavyoona kwa yani jinsi, yani good way ya wewe kuja huku Qatar. Kama sio Qatar, labda uko Bahrain unataka kwenda Dubai, ama uko Dubai unataka kubadilisha mazingira unataka kuja Qatar, ama uko Saudi umechoka na mazingira ya huko unataka pia kubadilisha upepo, wataka kuja sehemu yoyote ile. Njia nzuri labda naweza kuadvise labda tu kwa watu ambao kama haujaipigwa tero. Wacha leo nitumie Kiswahili ya Mombasa, maana kila wakati mwingine watu wanashangaa, mbona huyu anabadilisha Kiswahili? Mimi jamani, nisameheni, mimi nimeishi sehemu tofauti na watu tofauti katika ukuaji wangu. Kwa hivyo naweza ongea Kiswahili ambacho kimeporomoka ama kimebomoka ama akieleweki, au Kiswahili ambacho mtu hawezi kuelewa sana, lakini leo nitaka kutumia fasaha, Swahili fasihi ama Swahili mufti kama utapenda. Kwa hiyo na Kiswahili nyingi kutokana na mazingira ambayo kwa naishi, yani watu ambao nimeishi nao. Nimeishi sehemu tofauti na watu tofauti. Kwa hivyo sehemu ambao naenda lazima ni change accent tu, nitaanza kuongea kama wao. Kwa hiyo nimeishi sehemu tofauti na watu tofauti, kabila tofauti. Ndio maana unaona kwenye short video yangu naongea tofauti, huku nakuja naongea tofauti, ndani najikutaga tu nimepotea. Lakini it's okay, bora mmeelewa au vipi? So mimi nataka kuambia watu ambao wanataka kusafiri ama wanataka kubadilisha mazingira ya kusafiri, wanataka kutumia agent. Mimi kwa kweli yani mwanzo wangu wa kusafiri tuseme ilikuwa Dubai. Kwa hivyo niliposafiri kwenda Dubai ilikuwa kama mchongo. Mchongo nimepata kwa mtu kama mchongo. Rafiki yangu alikuwa huko, alikuwepo kwenye kampuni, akawa kwa hiyo kampuni kuna shortage ya watu, wanataka watu. Kwa hivyo mimi nilichangamkia fursa. Nilitoka, niliambiwa kwamba kuna fursa na we mwenyewe ujitafutie, yani ujilipie kama medical leave tu ndogo hizi, alafu visa unatumiwa na kampuni. Kwa hivyo siku struggle sana hivyo, lakini hata hivyo nilienda, lakini mazingira hayakuwa hayakuwa rafiki, hayakuwa mazingira mazuri. Kwa hivyo nilifanya Dubai kwa mwaka mmoja.
So ile umesafiri, umefika Dubai, umeangalia mazingira nini nini, ukaona na mimi nataka nitoke kwenye hii level niende level nyingine au nibadilishe pia mazingira, unajua. So mimi nilifanya kwa mwaka mmoja, yani nilitoka Kenya ni kwa kurutu. Nilikuwa sijui lolote, sijui mambo na kuclean. Alafu ile kampuni ilikuwa kampuni ya cleaner, ile cleaner yenye unaenda door to door, yani kama unapelekwa hours to hours kuclean zile. Ina challenge sana kwa watu ambao wamefanya hizo kazi, wanaelewa. Kwa hivyo mimi nilianzia kule. Nikafanya kwa mwaka mmoja, nikakusanya sanya, nika save pesa sababu ilikuwa challenges zilikuwa nyingi. Na mimi yani vitu vingine nilikuwa sielewi, maana nilikuwa sijielewi, yani sielewi vitu vingine huko. Kwa hivyo hali ya kuishi maisha yenyewe, changamoto nyingi, vitu kibao tu. Ambapo mimi hata kumaliza 2 years ilikuwa kimungumungu, 1 year ilikuwa kimungumungu. So nilipomaliza nikaona siwezi endelea. So nikakata kauli kwamba acha ni save pesa zangu nione kama mazingira mengine nitafaulu. Nikaona watu wanalipa, maagent wanapata kazi. Unasikia mtu alifanya hivi akapata kazi, alilipa hivi na mimi nikasema acha nitumie huo mfumo. Sasa nikarudi Kenya baada ya mwaka mmoja. Kurudi Kenya nikakaa kidogo kama miezi miwili. Nikatafuta rafiki yangu mmoja akaniambia, vipi rafiki yangu vipi? Kuna mchongo upo, kuna agent nimesikia mwanangu anapeleka watu. Nikasema kuna agent. Basi na mimi niunganishie. Akaniunganisha kwa agent, akanipa hiyo connection. Sasa mimi yule agent, mimi nilikuwa nimefanya Dubai kidogo, nimeelewa vitu yani. Kwa hivyo nilikuwa naelewa mambo ya kazi. Sasa mimi nilikuwa nataka kazi nibadilishe, at least nitoke kwa cleaner niende kazi za nini? Kazi kama zile za security. Na mimi nilikuwa nimejua ile kazi ambayo nataka kabisa specific. Sasa nikasema mimi nataka kazi ya nini? Ni kwa security, lakini security upande wa nini? Wa security upande wa nini? CCTV. Yani kumonta hizi vitu za CCTV, kuangalia, yani hivyo. Ilikuwa sio hiyo security nyingine ya kwenda sijuu usimame uko na director hapana. Kwa nataka ile CCTV controller. Hiyo sababu nilikuwa najua, naona huko Dubai watu wanalipa kidogo afadhali kuliko wale watu wa cleaner nini vitu zingine hizi. Nikasema hiyo ndo kazi nataka. So mimi nikaenda straight to the point, nikaambia huyu jamaa akaniconnect naye, akaniambia kuna kazi. Sasa unajua agent, kwa kweli watu ambao hamjui agent wanasuka watu, yani wanajua kukusuka vizuri, kukuingiza kwenye box yao, unajua. Sasa zile nikapewa namba yake, tukaanza kuongea nini, alikuwa Nairobi, Mkikuyu fulani hivi. Akanisuka vizuri, akaniambia kuna kazi, hii ndio kazi ipo za security. Kumbe unataka kazi za security, hiyo ndio mimi napeleka watu. Alafu huwa maagent wakatai kuwa ati wakisikia una hela hawakatai kwamba ati hizo kazi ambazo nataka hazipo. Wanakuambia zipo. Alafu watakuchocha kabisa, wanakuambia wanalipa hivi na kumbe sio. Sasa mimi mpumbavu unajua ukitaka kazi watu ambao wanaliwanga pesa sio kwamba ni wajinga. Ni ile pressure tu nataka ufike. Yani una ile hamaki ya kufanya kazi. Uko na ile shamra za kutaka kufanya kazi. Sasa mimi to cut the story short, nikalipa kila kitu. Akaniambia hela utakana kulipa, kwa hiyo mwaka ilikuwa chini kiasi, sio kama sasa hivi. Lakini ni pesa nyingi, kwa mimi ilikuwa pesa nyingi sababu ilikuwa karibu saving ya mwaka mzima. Sasa mimi nikalipa ile hela, nikafanywa vitu zangu, medical nini. Kumbe yule jamaa alikuwa amefanya Katari. Yeye anajua mazingira yote, michongo yote ya Katari anajua. Sasa alipopata mchongo alivyokuwa anafanya kazi sehemu, akaambiwa kuna mchongo, nitaka ubadilishe mazingira uende Kenya, tuwe tunatoa watu, tulikuwa tunatuunganisha watu, alafu natuletea kwenye kampuni. Sasa yeye kampuni moja hii ilikuwa wameshakula mchongo, yani wameshaongea. Sasa yeye ni wa kuconnect mtu kutoka huko, kumbe ni bure, ni vitu vya bure, yani ilikuwa bure. Wewe unatuma ticket, unafanywa interview, unaletwa bure. Sasa yeye akabadilisha, akatafuta ofisi fulani hapo hivyo, akafanya mambo yake. Sasa akakuwa yeye unampa hela ndio usafiri. Unaona Kenya walivyokuwa wajanja. Sasa mimi nikaunganishwa, nikaambiwa pesa ambazo nitakana nilipe
ndio nisafiri kazi, akanipangia kila kitu. Haya, akaanza process. Vile alivyoanza process tukakubaliana na nitamlipa shilingi 1000 ngapi. Haya, akaniitisha 1150. Mimi nikamwambia hizo pesa sina. Kama kidogo utarudisha chini unifanyie, nikifika huko si unajua kampuni. Nikifika huko nikatwe. Wewe si moja kwa moja unajuana na huyo mtu ambaye utakuwa unamfanyia kazi, basi ukatwe hivyo pesa zako zikuje straight kwa account yako. Sasa nikasema sawa, akasema sawa, lakini unilipe 1120. Haya, mimi ndio huyo nikampa hela. Kumpa hela, mambo yangu yakaenda wiki 2 tu hivi, hata si mwezi ikaisha. Ilikuwa vitu rahisi sababu ana kila kitu, ana sababu zote za kukusafirisha. Vitu vyangu vikamalizika. Sasa kufika airport akanipa karatasi. Akaniambia hii karatasi huko amesealed vizuri sana. Akaniambia hii karatasi ukifika huko upeane bosi wako. Haya, hivyo mimi na mimi nikabeba, sikufungua maana ilikuwa imesealediwa. Alafu mara ya kwanza kusafiri hizi vitu haujuangi vitu vingi sana. Sasa mimi ndio nikafika huko. Kufika huko kazi ambazo alikuwa ameniagiza hamna kabisa. Nilikuwa nataka kazi ya security, ni section ya CCTV kama ninavyokuambia, control. Hakuna, sikupata CCTV, kwa hiyo sikupata kazi ya CCTV, kwa hiyo kwa security. Kwa hiyo hiyo kampuni ilikuwa na kazi moja tu, cleaner. Imagine umelipa 1120 hizo, na bado alikuwa anataka nimuongezee baada ya miezi 2 nimlipe pesa ambazo alikuwa nimebaki. Mimi nikasema hapana. So nilivofika huko moyo ukachoka tu, yani kama nimeibiwa tu, yani hivyo. Imani ikaniisha, nikachoka tu, yani nikachoka. Sasa hivyo nilikuwa nataka kuwapa tu story kama hiyo ndio muelewe kwa nini maagent wanakuanga wanaibia watu. Alafu pesa ambazo alikuwa ameniagiza haikukuwa hizo pesa, hazikukuwa, yani ilikuwa kama shilingi ngapi. Kama alikuwa ameniambia na security nalipwa shilingi 60,000. Mimi kukuja huku hata hiyo security hakuna. Kazi ambazo walikuwa tufanye hizo za cleaner tena za door to door ilikuwa inalipa shilingi 1000. Hapo kula, hapo kila kitu, kuvaa, kufanya kila kitu hapo. Kwenda kazi unabeba unapelekwa, pale pa kulala unapewa, lakini chakula mwenyewe unajiambia, maji unalipa 1000. Kwa hivyo hii ni nataka tu niwaambie watu ambao wanataka kusafiri, msitumie maagent yani msitumie agent ambao haumjui, alafu pia hauna historia naye. Kwa hiyo kama hapa hivi ukitaka kusafiri kwa njia nzuri. Sasa kwa hivyo nilirudi Kenya, ilikuwa 2020 nilirudi Kenya. Nikakaa Kenya, unaona. Sasa kurudi huku kwa mara ya pili, sasa ikawa kwamba walisema kuna mwanadada akaniambia, hebu tumia hii method, uko na pesa kidogo umekusanya. Nilifanya tena kwa mwaka mmoja, nikarudi nyumbani. Kwa hivyo nikarudi nyumbani nikakusanya tena hela. Sasa njia nzuri ambayo kuna rafiki yangu nilipata mchongo na yeye, akaniambia vipi, wewe kama unataka kuja huko utafuta kazi, wewe kuja na free visa na sio free visa, hii visiting visa. Hiyo utatoboa, kama kazi ipo utatafuta mwenyewe huku, utakaa miezi 3 alafu upate kazi. Lakini hiyo vitu ya kukuja na agent sasa hivi vinavyoongea, kuna wadada 3 nakutana nao uko nje nikienda kutembea kwa siku za off. Au madada wameliwa karibu shilingi 1200 kila mtu, 1250 kila mtu, na kazi ambazo walikuwa wameagiziwa hawajapata. Wamepata kazi za cleaner. Mmoja alikuwa ameambiwa atakuja kwa saloni, mwingine alikuwa ameambiwa sijui atakuja security, mwingine alikuwa ameambiwa atakuja sijui kazi sijui ya restaurant sijui wapi, hajapata. Walikuja wote wakakutana kwenye kampuni hiyo inafanya cleaner. Sasa mimi nataka kuambia tu mkuwe makini watu ambao mko Kenya, pesa zenyu mzikuwa mnatoa hivyo. Kwa hivyo mimi nataka kuadvise, labda kama uko na pesa zako, umetoka Dubai, umetoka wapi, unataka kwenda sehemu fulani, hizo pesa fanya nini, zikusanye. Alafu tafuta mtu ambaye yuko huko kwenye kampuni za huko zinapeana kazi. Yani ukitokea kufanya kazi kwa kampuni, kuna makampuni zinapeana offer, wakati mwingine offer zinatokea wanataka watu. Sasa hizo
wanatuma malinki kwa group. Sasa hiyo linki hata mimi nilishawahi kupata hivi majuzi mwezi kama 2 nyuma. Hizo link ukitumiwa wanatumia watu Kenya. Wao wanakulipia ticket. Pesa ya ticket wao wanakulipia. Wao wanakutumia visa. Sasa ticket wewe mwenyewe ndo unajishughulikia. Wewe unajilipia ticket, na ticket kama shilingi 50,000 tu ushafika huko. Sasa wewe unatumia kama transport yako tu kufika huko. Kwa hiyo kama mko hapa wa Kenya wenzangu, nawaambia njia moja nzuri ya kutafuta kazi huko, na kuna watu wawili wametumia hiyo njia na wakapata kazi huko. Njoo na hizo pesa ambazo nataka kulipa agent, ujinunulie ticket yako ya visa, visiting visa. Ukiwa na mtu huku ambaye anaweza kukuhost, itakuwa nzuri, itapendeza sana. Ukuje ukae na mtu ukitafuta kazi kwa miezi 3. Hivyo ndio saizi watu wanafanya. Hiyo shilingi 200,000 imekutosha kukuja huku miezi kama 3. Kama mtu atakuwa amekuhost, unapata sehemu, unaendelea kutafuta kazi. Ukiwa huku kupata kazi sio ngumu vile, lakini ukiwa nje ya Kenya kidogo ndo hali ngumu. Kwa hiyo agent, yani trust the agent for your own for your own risk. Unaona, yani agent wa saizi wanataka tu hela. Wakisha kuchukua hela wakutupe huku, hawajui utaishije, hawajui mazingira yako vipi. Amekudanganya sijui utalipwa shilingi 100 ngapi, 60,000. Kwanza saizi kupata kazi ya shilingi 60,000 huku ati shilingi 2,000 huku tunasema 2,000 za huku ni noma sana. Yani kwa mtu wa kwanza kusafiri kufika huku ni noma sana kupata kazi kama hizo, ulipwe kama pesa kama hizo. Ukiona watu wanalipwa shilingi 2,000 za huku, ni kama mtu amewaka karibu miaka 2 huku na akaongeza. Yani kama miaka 3 na kuendelea, sio rahisi tu ikuji kirahisi hivyo. Kwa hivyo watu mkwe makini. Na hiyo njia ambayo nimewaambia ndio njia sahihi, njia rahisi. Wewe tafuta tu mtu yote, kama rafiki yako, kama kaka yako, kama nani, kama ni mtu mzuri, mwambie bwana, ama kama ni mtu anafanya kwa kampuni, mwambie bwana, ikipatikana chance yoyote huko, wewe nishtue. Unaona? Hivyo ndio watu wanapata huko kazi. Kuna mwanadada fulani, kama mlifuatilia video yangu hapa, ni post video short hapo, ukienda kuangalia kutazama utapata. Huyo mwanadada ni daktari, alitoka Kenya akaja huku na shilingi 200,000. Alikuwa shilingi 200,000, akasema hawezi lipa agent. Agent waongo. Akajileta mwenyewe, alikuwa anakaa kwa hoteli akitafuta kazi. Alikuja na shilingi 200,000 za Kenya. Akakaa miezi 2 tu na mashallah akapata kazi. Alipata kazi ya udaktari, yani alikuwa amekujia yani. Na before hapo apate hiyo kazi alikuwa anafanya paka cleaner, alikuwa anafanya. Sasa ukikuja huku pia usijipandishe bei ati umesoma sana ama sijui na nini, maana hiyo ndio vitu ambavyo vinarudisha watu nyuma. Kwa hivyo mimi naweza sema tu mkwe makini na tafute njia sahihi ya kukuja huku. Hiyo ndio njia sasa, naweza sema hiyo ndio njia sahihi. Lakini ukitumia zile njia za agent wengi wako biashara. Kila mtu ana njaa saizi, kila mtu ana njaa ya kutafuta hela. Kwa hivyo huyo mwanadada na uambie alikuja huku kutafuta hizo kazi, alitafuta kazi kwa miezi 2 huku akiwa na michongo kutafuta hapa na pale za hours akapata. Unaona, na akaendelea kufanya alikuwa anafanya cleaner kwanza. Alikuwa wakati mwingine anachunga hata watoto wa Waarabu, wazungu, anaenda na wachungia watoto 1 hour, 2 hours, 3 hours huko, analipwa. Kishalipwa pesa zake nzuri, anarudi za kula hizo. Unaona, kwa hivyo mtu ambaye anakuhost pia hawezi choshwa na wewe. Unaona, unatafuta njia moja ya kufanya kila mtu feel comfortable. Unaona, hata yule ambaye anaishi naye amekuhost ana feel comfortable kana wewe. Sio unakuja huku mtu ashakuhost hivyo, na huku maisha yalivyo, kila mtu anatafuta, hakuna jirani wakati atakupa sijui nini. Pia inabidi unakuwa na akili nyingine ya kutafuta kazi kwa nini. Kwa hivyo nilikuwa namaanisha hivyo, ukikuja mtu akikuhost huko, usikue mzigo kwa mtu. Yani ukue mtu ambao unachangamka. Fursa ikitokea mwenzako akikwambia bwana kuna kazi fulani hapo, usianze kusema wewe msomi, sijui siwezi kufanya. Maana watu wengi wanafeli kwa sababu hiyo. Kwa hivyo ukikuja huko uchangamsha akili. Unaona, kutafuta chochote kile, bora hela. So guys, thank you for watching. Na hiyo ndio rice yangu nishapika. Nadhani mmeangalia mpaka mwisho, na asanteni sana. Subscribe.